الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم، sifa ya wale ambao wamemkanusha Bwana wao. Amaluhum, matendo yao, karamani ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif, ni kama jivu ambalo umekuwa mkali katika jivu hilo, upepo katika siku ya upepo mkali. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in, hawapati katika vile walivyovichuma kitu chochote. Dhalika huwa dhalalu baid, kwa hiyo ni na hasara kuliko mbali. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala bado anaendelea kutaja hali za watu waliokufuru. Baada ya hapo nyuma kutaja hali yao itakapokuwa akhira na adhabu ya moto watakayokutana nayo. Naingilia sasa kutaja hali ya yale wanayotendayo katika amali. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mathalul ladhina kafaru, maana sifatul ladhina kafaru bi rabbihim, sifa ya wale ambao wamemkanusha Bwana wao. Huwa ni mubtada, ni mathalul mubtada minhu amaluhum, na huletwa badali ya mubtada hiyo amaluhum, maana sifa yao au wanaokufuru Bwana wao matendo yao, na maana ni sifa ya matendo yao, maana ni shimali. Amaluhum salihatu kasilatu wa sadaqatu bi adami intifai biha, matendo yao mema kama vile kuunga udugu, kutoa sadaka. Kwa hiyo sifa ya matendo yao hayo katika kukosekana kumfaika nayo karamani ni kama vile majivu ishtaddat bihi rihu, majivu ambayo umeyatawanya majivu hayo upepo fi yawmin asif, katika siku ya upepo mkali. Yawmin asifin shadidi hububi rih, maana sifa ambayo ni kubwa ya kuvuma kwa upepo siku ya upepo mkali. Fajalatuhu haba'an manthura, upepo ule ukazifanya amali zile kama vumbi lenye kupeperushwa, au kama mwane wenye kutawanywa. Vumbi au mwane la yuqdaru alayhi, wale ule au kubilile alipatwi, tuweza kalipata akalichukua akaweza kalifanyia chochote. Walmajruru khabaru mubtada,
na chenye kujulishwa ambayo ni ile karamani ni habari ya mubtada. Anasema la yaqdiruna mimma kasabu, hawapati hao makafiri katika vile walivyochuma kasabu amilu fi dunya, katika vile walivyotenda duniani, ala shay'in, hawapati kitu chochote. Qadara ala kutumiwa pia kwa maana ya kupata, kama inakutumiwa kwa maana ya kuweza. Sasa tafsiri ambayo inakwenda na siyaki ni kupata, kwa kwamba Qadara ameweza, Qadara ala rukubi, ameweza kupanda. Hapa Qadara ala shay'in mimma kasaba wajada, kama anafasiri yasema la yajiduna lahu thawaba, hawapati kwa kile walichokichuma malipo yoyote. Liana bishartihi, kwa kukosekana sharti yake, sharti ya kupata thawabu akhira ni imani, ila anayefanya amali awe ni Muislamu na ataweza kupata malipo akhira. Lakini kama hakuna imani, hakuna malipo. Na ndio hawa utaona kwamba mtu akiwa ni mtu mzuri sana, afanya mambo mazuri sana, basi ya kwake yameongea sana. Hakuna hii ndio sababu moja katika sababu inayopelekea kwamba hata ukienda nani katika ukiangalia ukifuatilia walivyo watu labda wa zile nyumba nyingine za ibada, kiacha sisi wa misikiti waleo upande ule, ni watoaji sana, wanajitolea sana. Ikiwa harambee, basi mtu wa hali ya chini anatoa milioni 2, 3, akazitoa kidogo kidogo, lakini hakikisha amesamilisha. Mwenye nazo basi si ajabu akapeleka milioni 10. Utakuta katika siku ya umoja ile Jumapili watu wanakusanya hela nyingi. Kwa siku moja tu watu wanakusanya mpaka milioni 5, 10 kwa siku hii. Hapo wanakwenda mtu na pesa mwenyewe kashika mkononi, mkewe kashika na watoto wake, mpaka yule wa mwisho kabisa kashika yako 500. Kwa itikadi ya kwamba akitoa atabarikiwa, na kubarikiwa kwake mambo yake kwenda vizuri. Na kweli ukiangalia shughuli zao zote zinaenda vizuri, biashara zao zinaenda vizuri, kipato chao kizuri, wanakwenda mbali, yani wanapiga hatua haraka kimaisha, wanapata kazi nzuri, kwa sababu kile ambacho wanakitoa kile walipewa kabisa hapa duniani. Sasa sisi tunapakuna kwamba tunalaumiana kwamba hatutoi, tunashindwa na wale, lakini sisi kwa sababu yetu ni akhera, sharti mtu aende akili ya kweli. Maana yeye atoa alafu basi tarajii tena kukipata. Shakitoa kwa akhera. Sasa sharti una imani sana kumwambia akhera tapewa, ndio hapo sasa utakapotoa kwa moyo mmoja. Lakini kama una moyo, una itikadi, una yakini ya kutosha, huwezi kutoa. Lakini wale wanatoa kwa sababu wanayaona hapa hapa. Kwa sasa hivi anaposema Sheikh kwamba kwa kukosekana sharti, maana sharti ya malipo ya akhera ni imani, mtu wa muumini ya Muislamu ndio atalipwa akhera. Lakini hapa duniani walikuwa kabisa wale, yani mazuri yote wafanyayo. Sisi Mwenyezi Mungu mwenyewe anakupa mazuri hapa duniani kwa wema wako, wakayeta kidaha ya Allah makhraja, au za sekunde akakupea akhera moja kwa moja. Dhalika huwa dhalalu alhalakul ba'id. Ukoe iko kuhiliki kuliko mbali. Kuhiliki kwa maana ni kwa
kuangamia, kwa sababu sasa ushafanya amali hapa duniani, alafu mwisho wa siku unakuta huna chochote katika unayofanya, ndio kuangamia kwenyewe au kusema ni dhalal kwa maana ya hasara. Hiyo ndio hasara iliyo mbali, maana hasara kubwa sana kuliko hasara si hapa karibu, ni mbali kwa sababu ya ukubwa wake. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal ardh, je, kujua au kuona kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi bil haqi, kwa haki. Amefasiri taka kwa maana ya tanzuru, akiishiria kwamba hii ni ruya basharia, si ruya ilmia. Ndio maana akafasiri taka wa taala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, au amwambia kila ambaye ataata minhu ru'ya, anaweza kuona, anaweza kutazama, kuona. Sasa ni kwa ruya ilmia, kama ambavyo mara nyingi ikija namna hii inakuwa ni ruya ilmia. Hii ni kwa sababu ya kutaja anna Allah khalaqa as-samawati wal ardh, kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi, na hivi ni vitu vinavyoonekana kama mtu akitazama viona. Kwa sasa je, kuona mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu alizoziumba, ukaweza kutaamal na kuweza kuzingatia kwa kuona vitu hivyo. Lakini ikija kwa ni rai pia nasihi na hapa anasema shekhe, tanzuru yangu hapa je, kuona Muhammad Muhammad unayesemeshwa. Ndio sasa yeye ameelekeza moja kwa moja kwa kila ambaye anaweza kuona, si kwa mtume peke yake. Na anasema hiyo ni istifahamu ya takriri, ya kumpelekea mtu kwenye kukiri. Kwa istifahamu ambayo yake ni balaa, ndiyo nimeona. Na hapa asema khalaqa as-samawati wal ardha, hii ni qiraa katika bilaa قراءة أن تسمى حمزة الكسائي، ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض، أن الله خالق السماوات والأرض. حمزة الكسائي وسميته asema bila haki, kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa haki, mtaaliku bikhalaqa, au kama kile kile bikhaliq. Yashaa yudhhibukum ayuha nnas, akitaka Mwenyezi Mungu atawaondosheni yenye watu, wayati bikhalqin jadid, na ataleta viumbe wengine badalakum, aliyakuwa ni badali yenu. Kama akilitaka hilo Mwenyezi Mungu atafanya. Alete wengine ambao ni wenye kutii zaidi kuliko nyinyi. Wama dhalika ala Allahi biaziz, na
alikuwa hilo juu ya Mwenyezi Mungu ni gumu. Wadhalika Allahi biaziz shadidi, alikuwa ni jambo gumu kwake kuondosha wanadamu wote na majini wote, kenda akaleta viumbe wengine kabisa chini ambali kwa ni watu eza leta watu wengine na pia wasiokuwa watu bilhaqi hasa mtaalikum bikhalaqa wala itakuwa sasa ile beni ya mulabasa makauma hali ya kusuhubiana na haki kwa maana ya hikma, si kwa mchezo kwa sababu ya haki au hali ya nini kwa sababia yajuzu kwa sababia au ya musahaba. Kwa musahaba ameumba hali ya kubaana na haki, maana hikma au bila haki ameumba kwa sababu ya haki, kwa sababu ya hikma, kuonyesha hikma, kuonyesha uwezo wake. Hikma ni kuonyesha uwezo wake. Yashayudhihibukum ayuha nas, akitaka Mwenyezi Mungu atawaondoeni enyi watu wayati bikhalqi jadidi, na ataleta viumbe wake. Madhaka Allahi biaziz wabarazu lillahi jamia, na wakadhihiri viumbe wote kwa Mwenyezi Mungu, watadhihiri viumbe kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wote. Maanake hiyo ni siku ya Kiyama. Sasa wao itakuwa ni istinafi, anaingilia katika kutaja habari za siku hiyo ya Kiyama tena, baada ya kutaja huko nyuma amaluhum karamali nishtaddat, na kabla yake kule kutaja adhabu zitakazowapata makafiri. Sasa ameingilia tena katika jumla nyingine ya kueleza itakachotokea siku hiyo, hali itakavyokuwa. Akisema wabarazu ayul khalaiq wa tabiru fihi wa fima ba'dahu bil madhi litahaqquqi wuqu'i, na kueleza kwa madhi katika hii baraza, na hicho kitakachokuja baada yake kuvieleza kwa madhi kwa kuhakikisha kutuka kwake. Warada bilafudhi al-madhi wa inkana manahu listiqbali, inkana manahu listiqbala, lianna kulla ma akhbara Allah ta'ala anhu fa huwa shirkun wa haqqun, fasara kaannahu qad hasala wa dakhala fil wujudi, kwamba ni hakika kitatokea kila alichokieleza kama vile ndio kilishapatikana, kimetokea kabisa. Kwa hiyo watadhihiri viumbe kwa Mwenyezi Mungu jamian, hali ya kuwa wote kwa Mwenyezi Mungu, maanake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aweze kuwahesabia, aweze kuwalipa. Na neno hili ni dhaniku min qawlihi yawma tubla as-sarair maanahu min quwwati wala yasir, kwa tadhihiri. Faqala duafa, watasema wanyonge, lilladhina istakbaru, kuwaambia wale ambao wametakabari. Qala duafa wal atba, lilladhina istakbaru al-matbu'in, wale wenye kufuatwa, inna kunna lakum tabaa, hakika sisi tuwe kwenu nyinyi wafuasi, japo tabi tulikuwa, yani sisi tulikuwa kwenu nyinyi wafuasi. Fahal antum mu'minuna anna min adhabi llahi min shay'in, je, nyinyi ni wenye kutuondoshea sisi dafiuna, wenye kuisukuma kuepushana sisi
min adhabillahi min shay, katika adhabu ya Mwenyezi Mungu kitu chochote. Nyinyi wenye kutuondoshea sisi hali ya kuwa ni katika adhabu ya Mwenyezi Mungu kitu chochote. Lakini hiyo min adhabillahi ni hali ya shay. Sawa. Nasema kwamba minilula litabini, min ile ya kwanza ni min adhabillahi ni ya bayani, wa min thania wa thaniyatu litabiini, na min ya pili ni ya tabiini. Qalu minilula litabini ay shay alladhi ba'daha فقدم البيان على المبين، والتقدير يغنون بعض شيء هو أي ذلك البعض عذاب الله sawa. Kwa sasa hii mimi ya kwanza ikiwa ni ya tabiini, lakini itakuwa kilichotangulizwa juu ya shay ni hali, ni hali inayoweka wazi صاحب الحال. من الله nasema min ya pili ya tabiini, anatuondosha kitu chochote katika adhabu ya Mwenyezi Mungu, tuondoshe baadhi ya adhabu za Mwenyezi Mungu. Lakini yajuzu min shay pia kuwa min zaida, kwa sababu iko katika siapo nisifahami, kwa ikawa imezidi litakidi lumumi, kwa maana hata kama ni kitu kidogo ondoshea kitu kidogo tu. Qalu, watasema almatbuuna, pale aliposema kwamba watabiru fihi wa fima ba'dahu bil madi, fihi katika ile bara, fima ba'dahu qalu kaza fakala dhuafa, ni katika hiyo ma ba'dahu qalu hiyo ma ba'dahu wa qalu almatbu'un, watasema wale kufuatwa, lau hadana Allah la hadainakum, angelituongoza sisi Mwenyezi Mungu tungeongoza, kama tungekuwa tumeongoka na da'awnakum minal huda, tungeliwalingania kwenye uongofu kama vile vile tulivyowalingania kwenye upotevu na mkakubali. Makosa ni ya kweli kukubali, na sisi tunakosa kuwalingania kwenye upotevu, kwa sababu toka hapo tulikuwa kwenye upotevu. Tungekuwa kwenye uongofu tungeliwalingania kwenye uongofu. Sawabu na alaina ni mamoja juu yetu, manake sisi na nyinyi. Unaelewa? Yajuzu kwa bahari maneno yanaendelea au matubuina baada ya kusema kwamba angetuongoza Mwenyezi Mungu tungeliwaongoza. Sasa asema sawabu na alaina ni mamoja juu yetu, ajazenda tukiwayawaya ilia kwa maneno yao kwa msena haja ya kulalama jamani. Sisi tushakuwa tukokotole, tutulieni, tutuadhibiwe basi. Hatuwezi kukimbia hapa leo. Na hivyo kwamba yajuzu hao maneno yao, au kwa bahari maneno ya wale waliosema kwanza kwamba tuondosheeni jamani, baada ya kuambiwa maneno haya sasa akasema bwana tuvumilie, tusivumilie, ni haya tu. Kwa maana ni maneno haya wasema wote mwafaka mustakbirina kwa pamoja. Maana mizaila mimi kuzidi litakili la umumi bimahisi manjani, hatuna makimbilio yoyote. Wakala shaitanu lamma qudiya al-amru, na akasema shaitani, anasema Ibilisi ndio shaitani mwenyewe aliyekusudiwa,
لما قضي الأمر زماني ilipomalizwa jambo waudkhila ahlul jannati aljanna wa ahlun nari nar, na wakaingizwa watu wa peponi peponi, wakaingizwa watu wa motoni motoni, wajtamau alayhi, na wakakutanika motoni. Ibilisi sasa awaambia inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi, Allah subhanahu wa ta'ala amewaageni nyinyi kiaga cha kweli, bilbathi wal jazai wasadaqakum, akawaambia kweli kiaga chake, kwa maana mkaona kile alichowaageni kimetokea. Wa'da al-haqqi ay wa'da bil haqqi ay yunajjaza au wa'da anjazahu, ima yunajjaza au yunjaza. Hii wa'da al-haqqi yajuzu an yakuna bil idafati al-mawsufi li sifatihi, ay wa'da al-haqqa, kiaga ambacho ni kweli. وَيُرَادَ بِالْحَقِّ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ, manake wa'adahu kawaageni kiaga chake akakitimiza. Au wa'da al-haqqi, haqqi maana al-ba'th, jambo la kweli la kufufuliwa, ba'th na jazai. Kiaga cha haki, kiaga cha jambo la kweli la kufufuliwa, zote ni takdiri nasihi. Sasa Mwenyezi Mungu amewaageni kiaga cha haki au kiaga chake, wa wa'adtukum, na nikawaaga mimi, annahu ghayru kari, kwamba kiaga hicho cha Mwenyezi Mungu si chenye kuwa, hakitokuwa hamtokufufuliwa. Fa akhlaftukum, nikawakhalifu kiaga chenu, manake tabayyana khulfu wa'di, faja'ala tabayyuna khulfi wa'di kaylafi minhu, yani yeye Ibilisi akajalia kulikuwa kiaga chake hakikuwa kimekuwa, yani mambo yanakwenda kinyume na alivyoaga yeye, basi akajalia hilo kana kwamba yeye ameaga kahalifu yeye kiaga. Maana kusema hivyo ni kwamba pale yeye akiwaambia hakuna kufufuliwa, hakuwa na maana kwamba yeye ndiye atakayefanya kusiwe na kufufuliwa. Mpaka leo kulikuwa kuna kufufuliwa, iwe ndio kahalifu. Kwa maana hapa kuhalifu kwake huyu ni majazi, kwa maana nimewaambia jambo ambalo alikuwa ukweli wake, na kwamba ndio nimehalifu kile nilichowaageni. Ndio wanasema faja'ala tabayyuna khulfi wa'di kaylafihi minhu, lakini hana lolote alilofanya mpaka ukatokea huko kutokuwa kweli kiaga chake. Makana ni alaykum min sultan, sikuwa na mimi juu yenu nguvu yoyote, kuwati kudrati, akaharukum ala mutabati, sikuwa na nguvu mimi wala uwezo wa kuwalazimisheni nyinyi kunifuata mimi. Hivi nilifuata tu kwa mapenzi yenu. Wakati ule niliwaambia hakuna kufufuliwa, msiamini wala msiswali wala haikuwepo na nini, sikuwa lazimisha, ni nyinyi wenyewe tu mliona mfuate nitakachokisema. Anasema sasa illa an da'awtukum ma kana li alaykum bi sultani illa an da'awtukum fastajabtum li, sikuwa na mimi juu yenu uwezo wote ila kuwalingania tu mkanifuata. Istithna hii yajuzu kuwa ni muntasim na yajuzu kuwa ni munqati. Sheikh akaifasiri kimunqati, akasema lakini da'awtukum, sina nguvu yoyote mimi kwenu, lakini kuwalinganieni tu mkaniitika.
na hiyo ndio hali ya kuwa munqati, kwa sababu kule kuwalingania sio katika jinsi ya sultani, ambayo sultani ni hoja tubayina au kuwa kama tafsiri. Yajuzu kuwa ni muntasib, kwa sababu kule kuweza kumchukua mtu kwenye jambo mara kwa ikawa ni kwa nguvu, na mara nyingine inaweza ikawa ni kwa kule kulingania tu, kwa kuingiza katika moyo wake ule wasiwasi na nini, mwisho ukaweza kumtoa huku kampeleka kule, ikawa ni kama vile ni moja ya sultani. Kwa kujalia hivyo basi yajuzu kuwa hili muntasib, bora kuwa ni munqati. Na wakasema lakini kuwalinganieni fastajabtum li, kanifuata, sikuwalazimisha, niwalingania tukamfuata. Fala talumuni, msinilaumu, walumu anfusakum, na zilaumuni nafsi zenu, anaijaba tejio kuniitika, jilaumoje kwamba ilikuwaje mkakubali kunifuata. Ma ana bimusrihikum, sikuwa mimi ni mwenye kuwaokoa, bimurithikum, mwenye kuwaokoa na adhabu. Wama antum bimusrihiyya, wala hamkuwa nini wenye kuniokoa mimi. Asema mfatili yai, wafata haye, ambacho hicho kilata wengi cha wasomaji 6, wakasiriha bimusrihiyyi, ambacho hicho ni kilata Hamza. Hamza anasoma wama antum bimusrihiyyi, ambapo asili ya musrihiyya ilikuwa ni musrihi nabii au musrihi nabii, lamu ikaondoshwa kwa takfifu, ikaondosha lamu kwa takfifu, ikabidi musrihi na imefishwa kwenye yeye, ikaondosha nuni kwa idhafa, ikamtaja yeye yenye sekna na yeye yenye fataha. Kwa wasemaji wengi wakasema bimusrihiyya, ambayo hiyo ndio nyepesi, haraka ni fataha juu ya yeye, haraka nyepesi. Toka hapo kuna harakati ni fataha. Sasa kwa juu ya yeye ndio ikazidi wepesi kuliko nyingine, kwa musrihiyya. Lakini Hamza amesoma musrihiyyi ala asli iltiqai sakinaini, juu ya asli ya kukutana harfu mbili zenye sekna. Gani Al-Fadahu anasema inawezekana hiyo ni wahamu kutoka kwa ruwati, wapokeaji, wasomaji, ni wahamu labda kwa kuona be harfu ya jari na wakati ya ye kasra, maneno ambayo kiukweli ngaji aliyanukuu hakuyatilia neno, lakini hawezi kuwa sawa kwamba hawa wasomaji wote wanasomaji na hawajui Kiarabu, kwamba hii be haiwezi kujilisha ye ya mutakalimu ikatiwa kasra. Juu ya yote al-qiraatu sunnatun muttabaa, na katika milango yote 7 yote ni mutawatir, ambayo kiraa cha Hamza ni mutawatir na kimepokewa hivyo. Kwa nini alete kitu kwa watu? Na hivyo tena ugongo wa hii unafupi sana. Anasema inni kafartu bima ashramtumuni. Naam. Ilipondosha lamu ikabidi sasa idhifishwe. Sasa imesikia sababu mukuli nini musrihuna, haiwezekani. Inabidi sasa ipatikane idhafa hapo, ambayo idhafa ndiyo itakayofahamisha maana ya musrihina hii. Kwa hiyo tunapata maana haya tukadhifisha. Tulipodhifisha automatically ndio ikabidi iondoke. Kwa
kule kujifisha tu, nuni haiko tena, lazima ende zake. Na ikaondoka sikakutana yeye na yeye sasa. Melala anasema inni kafartu bima ashraktumuni, hakika mimi nimekanusha kunishirikisha kwenu. Masdari, hakika mimi nimekanusha kunishirikisha kwenu, nimekana, simo, sikuambia mimi, sikuwalazimisha kunishirikishe. Kwa leo bwana, kila mtu angalie lake bwana, usifatani kwamba ni wewe. Kushirikisha kwenye ni vipi? Ni kule kumtii. Na sababu shirakikum iyaya ma Allahi, kwa kunishirikisha kwenu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ila lahu kanu yuti'unahu fi amali sharri kama yuta'u Allahu fi amali khairi. فالإشراك استعارة لتشبيه الطاعة به وتنزيله منزلته. Kwa maana hiyo ni kwamba ishraki inayosudiwa hapa ni ile kumtii, umefananizwa kumtii na kushirikisha. Ushabahi akaondoshwa akiwa mshabahi, kana kwamba vile walimtii sheitani kama anamtii wa Mungu, wamemshirikisha sheitani na Mungu, na kushabahi akawekwa kwa mshabahi. Kwa anasema kwamba mimi nimekanusha kunishirikisha kwenu kabla ya leo, fi dunia, duniani. Wala inna adh-dhalimina lahum adhabun alim, kama kafir adh-dhalimina kafirina lahum adhabun alim. Mu'lam alim fa'il kwa maana ismu maf'ul, tunasema mu'lam kutiwa uchungu, ni adhabu ina uchungu alafu imejazwa na uchungu tena. Shehadana yasema mu'lim alim fa'il kwa maana ya fa'il. Kisha waliaibu Sheikh Abdul Bakari mu'lam. وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Na wameingizwa wale ambao wameamini, wataingizwa. Ndio zote hizi alizosema al-Jibalo anatabiru bil madhi fi wa fi ma ba'dahu, katika ma ba'dahu na hiye وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا, na wataingizwa wale ambao wameamini waamilu salihati na wakatenda jema, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, wa bustani ya kupita chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kuwa ni wenye kukaa humo milele, biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao. Kama ilivyo ada, Allah subhanahu wa ta'ala kutaja habari za watu waovu, marejeo yao yatakavyokuwa. Alafu sasa anataja habari za watu wema, walake kule ametaja sana habari za watu wema wao, taja njia nyingi sana za maovu yao. Sasa anataja hali za wema nao. Sasa وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا, na wataingizwa wale ambao wameamini, waamilu salihati, na wakatenda amali njema, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mabustani yapitayo chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kuwa ni wenye kukaa humo milele. Halu muqaddara biidhni rabbihim, kwa idhni ya Bwana wao. Hii biidhni rabbihim imekuja kwa taadhim,
patikana taadhim kwamba kule kuingizwa kwao ni kwa idhini ya Bwana wako, pamoja na kufahamisha Mwenyezi Mungu kwamba marejeo ya watu wema ni tofauti na marejeo ya waovu. Marejeo ya watu wema ni haya kwenye mabustani hayo. Pia anaonyesha ule taadhima yao. Sasa ni Rabbihim inaweza ikataallaki na waudkhila, manake udkhila biidhni Rabbihim, taingizwa kwa idhni ya Bwana wao, au khalidina fiha biidhni Rabbihim, watakaa milele kwa idhni ya Bwana wao. Manake ile ni takrima kutoka kwa Bwana wao. Ndio maana ya kuleta kumsemo hapa kuishiria taadhim. Tena anaongeza taadhima nyingine, asema tahiyyatuhum fiha salam, maamkizi yao ndani ni salam. Maamkizi asema minallahi, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyoeleza katika surati Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Wanasema wa minal malaika, na kutoka kwa malaika, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum. Sikueleza kwa nyuma. Asema wa fima bainahum, na kati yao pia vile vile itakuwa ni maamkizi yao pia hayo, tambiana salamu alaykum. Tena kwa tankiri salamu, kuonyesha amani kubwa mno. Tankiri taadhim. Kwa nasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada sasa ya kutuhitimishia habari hizi za akhira kwa kututajia mambo ya watu wazuri wema, kile watakachokutana nacho na nacho ni pepo na taadhima. Nenda anaeka wazi sasa hali za matendo ya wema na waovu. Asema lanta kaifa daraba Allah mathalan. Naam. Tahiyya. Assalamu alaykum. Kwa hapa ni salamu alaykum, simeeleza salamu qawlan min rabbir rahim. Nimefahamisha na maelezo kwa surati Yasin. Salamu qawlan min rabbir rahim, ndio hiyo kutoka kwa Allah. Wataambiwa salamu. Sana ndio halalisheni amani jamani, ishini kwa amani sasa. Itakapokuwa yote kama ni Qur'an, si maneno yake pia ana herufi na sauti haya. Kwa hiyo itakapokuwa ili kujua itakapokuwa, basi kazana inshallah, fanya amali njema. Na siku ile sasa tutakuwa ngojea ile salamu min Allah, leo naingoja. Nasikia sauti neno kwamba hii sauti ya Mungu, au utapata kitu gani hapa? Kwa inshallah mambo yatakuja tu kama kawaida. Wewe katika Yasin asema qawlan min rabbir rahim, hali yakuwa ni kauli kutoka Rabbur Rahim. Anasema lam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, je kujua au kuona. Asema tanzur pia hapa
Sasa mfano unaonekana jamani, au wajuliwa anasema qawluhu alam tara kayfa daraba Allahu mathalan lamma sharaha Allahu azza wa jalla ahwal al-ashqiya'i wa ahwal as-su'ada'i daraba mathalan fihi hukmu hadaini al-qismayn. Qala ta'ala alam tara fi 'ayni qalbika fata'lam ilma yaqinin bi ilami iyyaka. Qala hadha yahtamilu an yakuna al-khitabu fihi lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa yaqulu ma'ahu ghayruhu, wa yahtamilu an yakuna al-khitabu li kulli fardin min an-nas. فيقول المعنى ألم ترى أيها الإنسان كيف ضرب. Maelezo ya jamani yanaonyesha kana kwamba ni raa ilmia. Kujua tantu, kasema tantu kama inakuwa ni ilmia, inakuwa ni taalam. Kwa hiyo kujua namna amepiga Mwenyezi Mungu, amefanya Mwenyezi Mungu kuwa ni mfano. Wallahu mathalan, amelifanya Mwenyezi Mungu kuwa ni mfano, kalimatan tayyiba, neno lililo zuri. Kwa tafsiri tuliyosema ya maana mathalan inakuwa ni mafuli wa pili wa dharaba, kalimatan ni mafuli wa kwanza, na kashajarati tayyiba itakuwa ni tawdhihi ya mfano. Au kama mwenyewe alivyosema, sema mathalan Allahu mathalan wa yudarbiru kalimatan tayyiba. Badala ya mathalan ni kalimatan tayyiba, alafu kashajaratin tayyiba, mafuli wa pili. Sasa alipofanya Mwenyezi Mungu neno zuri, la ilaha illa Allah, maana la ilaha illa Allah, kashajaratin tayyiba, kalifanya kama mti mzuri, yanahla asluha thabitu, shina lake lenye kudhibiti ardhini, thabitu fil ardhi, lenye kudhibiti ardhini, kwa maana lenye kukita ardhini. Wa faruha fi samai, na matawi yake au tawi lake liko juu angani. Tu'ti ukulaha ila hini biidhni rabbiha, linatoa matunda yake kila wakati kwa idhni ya Bwana wake. Tu'ti kwa maana ya tu'ti ukulaha thamaraha biidhni rabbiha biiradatihi. Kadhalika kalimatul imani thabitatun fi qalbi al-mu'min, kama hivyo neno la imani lenye kuthibiti, la ilaha illa Allah, neno kalimatul imani lenye kuthibiti katika moyo wa muumini. Wa amaluhu yas'adu ila samai, na matendo yake yanapanda juu. Wa yanaluhu barakatuhu wa thawabuhu kulla waqti, na inalipata hilo, na inampata yeye huyu muumini baraka yake na malipo yake kila wakati, kutokana kwamba moyo wake umethibiti imani ndani yake, basi kutenda amali njema zinazopelekea kupata thawabu kila wakati. Wadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, na huwekea wazi Mwenyezi Mungu, huweka wazi Mwenyezi Mungu mifano kwa watu, au huwekea wazi Mwenyezi Mungu mifano watu, la'allahum yatadhakkarun, yataiduna fa yu'minuna, ili wao waamidhike, waamini. Yadhribu kwa maana ya yubayinu. Wa mathalu kalimatin khabitha ya kalimatul kufri, na sifa ya neno lililo baya. Nasema neno baya hapa ni neno la kufuru. Kashajaratin khabithatin hiya al-hamdaru, ni kama neno baya, sema ni kitango mwitu. Ndio maelezo ya Sheikh hapo.
Al-hamdalu kitango mwitu, ndio kalimatun khabitha, shajaratul khabitha. Sasa kitango mwitu ni mti kwani? Kuna shajara na najimu. Shajara ni mtu wenye kigogo, najimu ni ule unaotambaa. Najimu wa shajara ya sikindani, na tunasema kule katika surati Rahman. Lakini hapa ameita hiyo hamdala shajara. Maana kwamba si shajara ni najimu. Kwa nini? Sababu ya mukabala, kukamilisha shajaratu tayyiba na shajaratu khabitha. Sasa hii kuna kauli nyingi juu ya nini shajaratu khabitha. Kama hapa asema bwana huyu ametaja katika vitu hivyo, asema hamdal kama ambavyo inapatikana katika hadithi marfu'i, akataja na thawr, akataja mti wa miba, shajaru shauki, na pia nimepokea kutoka kwa Ibn Abbas kwamba ni mti ambao hauko melana. Maksudiwa ni kwamba ni mti wenye hizi sifa mbaya zote hizi. Kwanza mti ni mbaya, alafu umeolewa katika ardhi, uko juu ya ardhi. Mti huo bado ni mti upo, lakini umeolewa, uko juu ya ardhi, haukuthibiti juu ya ardhi melana. Na wakati huo malaha mikarana, hauna kutulizana melana. Tofauti na kusema kwamba hamba inaweza ikawa ina sifa hii ya kuonekana mti mbaya, lakini isiwe na sifa nyingine katika zilizotajwa huko. Kinasema kuna kauli marufui kwamba shajaratul khabitha ni hamba, na ni kauli ya Ibn Abbas. Vile vile yeye Ibn Abbas pia tena hii ya kuwa ni nini ni hamba, anasema kama fi hadithi ya Anas, kama ilivyo katika hadithi ya Anas bin Malik ambayo ametaja Tabari katika Jabul Bayan na Ibn Kathir, Ibn Atiyya katika Muharrar al-Wajiz, na pia ni kauli ya Ibn Abbas na Mujahid na soko ile hapo. Sasa asema wa Ibn Abbas aidan annaha shajaratun lam tukhlaq ala al-ardi وقيل هي شجرة الثوم. ابن عباس أيضا وقيل الجمع أو الطحنة، وقيل الكشوش، وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في الأرض. على كل حال هو ni mti usiokuwa mzuri, na Arazi asema wa'lam anna hadha tafsila la hajata ilayhi. Hii tafsiri ya kwa msingi hambal ni shajaratu shawk, athawm, al-qurat, al-quth, al-kushuth, la hajata ilayhi. Fa inna shajarata kad takunu khabithatan bihasabi ar-ra'iha, wa kad takunu bihasabi ad-dami, wa kad takunu bihasabi as-surati wal-mandar, wa kad takunu bihasabi ijtimaliha 'ala al-madar al-kathira. والشجرة الجارية لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة، إلا أنها لما كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا في المطلوب. وهذا مشبه به ni kitu khayali, hakipatikani. Kwa angalia sura yake kama ni mti, lakini mti huo umengolewa kutoka juu ya ardhi, alafu malaha mikarani, lakini upo mti upo, mambo hauna mti, hauna maana yoyote, utanufaika nao kwa kivuli wala kwa chochote. Ametupa faida bwana ni siku ambaye anaambiwa na ardhi wa anzala bila
nimalize kabisa ya imani tunasema kamili. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi. Wa anzala minas samai maa, na ameteremsha kutoka mawinguni maji. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, na akatoa kwa maji hayo katika matunda riziki yenu. Wasakhara lakum al-fulka, akawadhalilishia nyinyi majahazi asufuna tajiriya fil bahri, ili yapite katika bahari, bilukubi, kwa kupanda abiria, walhamli, na kubeba mizigo. Tajiriya fil bahri biamrihi, ili yapite katika bahari kwa idhini yake yeye. Wasakhara lakum al-anhara, na amewadhalilishia mito. Wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini, na amewadhalilishia jua na mwezi hali ya kuwa ni wenye kupita jarieni, wenye kwenda vifanakihima, katika zile falaki zao, ule mwenendo wao, mahali pao kwa kwenda. La yakturani, haviachi kwenda vile hivyo. Sakhara lakum al-layla, na amewadhalilishia usiku, litaskunu fihi, ili mtulizane ndani yake. Wanahar, na amewadhalilishia mchana, litabtagu fihi min fadli, ili mtake katika mchana katika fadhili zake. Wa ataakum min kulli ma sa'altum, na amewapeeni kila mlichokiomba. Ala hasabi masalihikum, juu ya kiasi cha maslahi yenu. Waweza ukaona usipewe, lakini maslahi anataka upewe. Kwa mtu aitaudu ni'matallahi la tuhsuha, mkizihesabu neema za Mwenyezi Mungu, bimaana inami, maana kule kuneemesha kwake mkikuhesabu, la tuhsuha, hamtodhibiti hamtodhibiti hesabu yake. La tutiku addaha, hamtaweza kuzihesabu. Innal insana la dhalumun kafar, hata mwanadamu anakusudia kafira, sema kafira. La dhalumun, ni mwenye kudhulumu mno. Kafar, mwenye kukufuru. Kathiru dhulmi li nafsihi bil ma'siyah, wal kufru li ni'mati rabbih, mwingi wa kudhulumu nafsi yake kwa masia na kukufuru neema za Bwana wake. Ndio maana akasema insani makusudiwa ni nani? Ni kafir, ndio dhulumu nafsi yake, kinyume cha muumini. Wallahu a'lam. Katika hiyo udkhila, kasema bihi na mapiki, kasema hiyo mapiki litataala kila yani kwa lolote imo kwa taadhim au ndio itakuwa kwa taadhim, ili rabbi wataingizwa kwa idhini ya Bwana wao. Neno hilo limeletwa kwa taadhim, sababu hata lisingesemwa lingefahamika. Sasa kwa hali yote kuna kwa hali hiyo litataala kima na udkhila au na khalidina, kwa hivyo litakapokuwa وأدها في الوقت وحذا تقع في الوقت بأن تقدمنا عنه أو تؤخرنا وكل شرط لها وكل ذا قسط من ستر أو طهارة للجسم والطهارة إيمان مساوي وصدق
واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربك اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتنائي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل الملوك واغفر استر أنت أكرم والستر والصلاة الله توجه المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح النور عالم السر والأخطار مستجيب الدعوات ربي فهمنا علوما برسول الله واحلل عنا المشكلات اللهم لا نحب بعدها ولا تختار بحاتها صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.